leo wamecheza hovyo sana. Wamepoteza nafasi nyingi, timu ilikuwa inaonekana ishambulii, beki ilikuwa haizuii. Kwa hiyo leo siku ilikuwa sio kwetu. Kwa hiyo tumepoteza pambano ambalo la muhimu sana, ambalo ni finali, ambapo pambano la leo lingetupeleka finali na kuweza kuchukua kombe la shirikisho. Kwa hiyo siku leo tumepoteza pambano. Ndio hivyo tena, inabidi tukajipange upya. Yeah. Ukiangalia dakika 45 za kipindi cha kwanza mmesharuhusu magoli mawili. Aliingia Kamara pale akaruhusu goli moja akashindwa, akaingia Ali Salim Katoro naye pia akaruhusu goli moja dakika 45 za kipindi cha kwanza. Ukiangalia Ali Salim goli lake ni makosa kabisa ya golikipa. Unadhani ndio sababu ambao wanakosa nafasi ya kuingia ama alitakiwa kufanya kipi zaidi? Kwanza shida ilianza kwa Chemalon. Ule mpira kulikuwa mna haja kurudisha nyuma. Kulikuwa na haja kumpa kipa. Kulikuwa anaweza kuupiga mbele. Alafu ili swali linajirudia. Yaani katika vitu ambavyo Chemalon anajirudia, ili swali linajirudia. Ule mpira ulikuwa hamna haja kurudisha kipa. Ule mpira ulikuwa upige tu mbele. Maana mbele kulikuwa na watu. Sange upige hata mbele. Lakini tabia zake ni zile za kurudisha mpira nyuma. Kwa hiyo mimi kipa sikumlaumu sana, na mlaumu huyu ambaye alitoa amrudishia pasi. Na swala hili linajirudia. Kuna wachezaji inabidi msimu unaokuja wengi tusiwe nao. Wachezaji kama 6 hivi inabidi tuwaondoke ndani ya Simba. Wachezaji 6. Karibu 6 waondoke ndani ya Simba. Ambao hao ndani ya Simba inakuwa ni mzigo, kwa sababu wanafanya matukio ambayo yanajirudia. Wewe angalia kombe la shirikisho tumekosa. Sasa hivi tunakuja CRDB tumekosa. Kwa sababu kuna watu walituambia sisi tutachukua kombe lolote. Kwa dalili hii inaonekana hata kombe lolote hawezi kuchukua. Kwa picha ambayo inaonekana shirikisho limeondoka. CRDB tunaongoza kirahisi. Vijana wajitumi. Alafu mtu anasingizia eti anasema eti watu wanasema eti wachezaji wetu wa Simba eti wamechoka. Wamechoka. Si masaa 72 utachokeje? Masaa 72 yameweka kiutaalamu kimpira. Kwamba kwa kijana lazima acheze mpira. Labda uwe injury. Lakini ukiwa uumu chochote, mpira unacheza. Tosha vijana wadogo wanashindwa kucheza mpira, hawajitumi. Hawaonyeshi kama ile ni finali. Hawatoki jasho kujituma wala wanataka kurelax tu. Mtu anarudisha mpira nyuma, anapewa pasi anarudisha nyuma, mtu anakuja anaunasa, kipa anachezea na unasa goli, anakuja yaani hawaonyeshi kama wanacheza finali au nusu finali. Wana relax. Hasa sijajua kwa sababu kulipa mishahara mikubwa. Sijajua washaona Simba nisema starehe. Kwa hiyo kuna kazi viongozi wa Simba inabidi waifanye. Kuna wachezaji ndani ya Simba inabidi watupishe ili tutengeneze Simba ambayo wachezaji watakuwa na uchungu na Simba. Lakini sasa tunaona dakika za mwisho tunapoteza kila kitu. Utakuja unitajie vizuri hao wachezaji ambao unadhani wanahitaji kuwapisha kwenye kikosi chenu, lakini sasa hivi naomba tuzungumzie jambo moja. Umezungumza kwamba licha ya kwamba watu wengine wanatafuta visingizio kwamba wachezaji wamechoka, wewe unaamini kwamba kulikuwa kuna nafasi ya kufanya vizuri? Tumeona mabadiliko yamefanyika, Mohamed Hussein ameanzia nje, Shomari Kapombe alikuwa nje, lakini wengine wamepata nafasi. Unadhani hawajatumia vyema nafasi ambazo wameaminiwa na kocha ili wengine waweze kupumzika? Ndio hiyo nilizungumza hapo. Yaani kuna saa inabidi tuzungumze kitu cha ukweli ili tuitibu Simba yetu. Vijana wadogo miaka 22 utashindaje kucheza mpira? Kwa hiyo unashinda kujituma? Vijana wadogo, hii ni nusu finali. Kwa hiyo msijitume, lakini wana relax kabisa, wanacheza wala hana wasiwasi. Sasa hii kitu ndani ya Simba inabidi sasa kazi hii ifanyike. Baadhi wachezaji wa Simba, baadhi wachezaji wasiwepo. Mimi naona 6 ambao sitaki kucheza Simba. Kwa sababu ni vitu ambavyo vinajirudia. Mfano kama huyu Uche Malone. Anafanya vitu ambavyo vinajirudia. Sisi kuna mechi ambayo tulipoteza kwa sababu yake yeye. Leo angalia mchezo anaocheza. Ni vitu ambavyo vinajirudia vile vile. Sasa kuna watu tukisema hivi, wao wanajaribu kuitetea timu. Unapotetea timu sio kwamba unaitibu. Unapotetea timu ndio unazidi kufanya nini? Kuiharibu. Lazima useme ili timu ipatikane, Simba iwe strong. Mfano mimi nikwambie. Umeona hawa Singida tuseme tungegeuza iwe Simba. Simba ingetisha sana. Singida mngegeuza? Tuseme ndio Simba. Na zile favor ambazo Simba anazipata na ule ukubwa wa Simba, wala wachezaji walioko Singida, Simba ingetisha sana. Huo ndio kweli. Singida wana kila kitu. Quality wachezaji mmoja wanayo. Kitimu wako vizuri. Wale ambao wanashika nafasi ya 4 ni timu ambayo imesajili mwaka huu na bado inashika nafasi ya 4. Maana yake tuibadilishe iwe ndio Simba. Maana yake nini? Walisajili wachezaji wenye quality kubwa mno. Mbona beki anaitwa Kofi. Bonga la beki. Ukiangalia kuna Rupia, bonga la striker. Kuna jamaa anaitwa Soa. Bonga la wachezaji. Kuna yule mdogo Soa Abedayo sijui nani sijui.
Yaani Singida imeenea kila sehemu. Sio kwa sababu imetufunga leo. Ni timu ambayo mwaka huu ilisajili. Na sisi tungebidi tusajili wachezaji kama wale ambao wako strong, ambao wanakupa kitu. Striker kama Sewa siyo. Strike back na mabeki wawili juu goli hilo. Ni mtu ambaye anaonyesha ana kitu. Ndio Simba bado iwe hivyo. Lakini striker zetu tunaona kama kina Mkwala, akina Ateba, hakuna mwenye afadhali. Wanasema mchungaji na lalamika leo, ndio nalalamika leo kutokana na kitu nilichokiona. Kwamba kazi iliyofanyika leo ni mbovu ambayo ni ya kupitiliza. Kumbuka tumepoteza kombe la pili. Na tuna drop hivyo. Mimi sikwambia eti tunaenda na tuna drop. Tumepoteza kombe la shirikisho barani Afrika, limepotea hilo. Limekuja na CRDB hapa, ndio limepotea hivyo. Kwa hiyo tumeacha kombe hili moja. Mchungaji, ukiangalia hiki ambacho kimetokea leo, kuna swala ambalo lilikuwa linazungumzwa kwamba hata mchezo wa kwanza kwenye ligi na Singida huo wa kiporo mlistahili kupoteza, mlibebwa tuna referees kwa sababu wao walionekana kuwa bora. Hiki ambacho kimetokea leo kinadhihirisha ni kweli Singida walidhurumiwa katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara na nyewe mlibebwa na referee Hersi Said. Sisi hatukudhulumiwa, ila mechi ile Simba walichofanya wao baada ya kupata matokeo wao waliamua kuzuia. Ndio maana unakuta walitoa mastreka wakaingiza mabeki ili wazuie mwanzo mwisho ili walinde walichonacho. Unajua kwa nini? Maana yake walikutana na timu bora. Singida wako vizuri. Hata hao Singida hao wakija kukutana na Yanga michezo yao kama kawaida utaona hao wakina nani wote wagonjwa. Mechi hiyo watakuwa injured karibu wote watacheza mechi. Wachezaji wa Singida wengi sana watacheza. Utawakuta wale ambao wanacheza siku zote kama mechi ya leo hutawaona. Tuliyoiona leo kutana nayo. Yote inaashiria nini? Singida ana quality. Wachezaji ambao wana quality kubwa. Na ndio maana wachezaji wengi wanahusishwa kwenda Yanga wakitokea Singida. Ndio wachezaji ambao ingebidi tuwapate sisi ndani ya Simba Sports Club. Ndio maana leo nakwambia hivi, Singida tungegeuza iwe ndio Simba kwa favor za Simba na ukubwa wa Simba. Simba angechukua makombe yote. Mpaka la shirikisho la juu tungechukua. Maana kuna watu wana uwezo, mtu mmoja mmoja, kuanzia beki, kuanzia viungo mpaka wafungaji wana timu. Sasa ndio hivyo limetokea, tumetolewa. Na ndio wanavyozidi kwenda tunazidi kudrop. Mara tumeachia kombe moja, tumeachia la pili, bado moja. Sasa na Yanga siku akisema nao analeta timu. Kwa sababu sasa hivi wanasema walete timu. Umeanza kuogopa mchungaji? Lazima niwe na hofu. Kwa sababu gani? Makombe mawili tushapoteza. Kwa sababu sisi lengo letu kwa tuchukue makombe yote. Sasa hivi itakuja nini? Tunajenga timu. Itakuja hiyo. Tutajengaje timu wakati tumefika finali? Utajengaje timu ambayo umefika nusu? Kujenga timu unaishia raundi la kwanza na unajenga timu. Mida hii ilikuwa lazima tuchukue ubingwa, lakini tumekosa ubingwa. Vijana wadogo wajitumi. Mtu ana miaka 22, mtu ana miaka 23 anashindwa kujituma. Sasa je, watu kama kina Ngoma watasema nini? Basi tena tumepoteza ubingwa, na mimi nasema viongozi wa Simba mwaka huu wafanye kazi kubwa kutafuta wachezaji ambao wana quality kubwa kama unaona wale Singida ili tuweze kuachieve. Bila hivyo watarudi yale yale. Mchungaji, tukiengelea kipindi cha pili, mabadiliko yalipofanyika, akaingia Mpanzo, akaingia Mohamed Hussein pale, Simba ilipata goli moja pale na ikawa inaonekana inafanya mashambulizi mengi zaidi. Huenda kocha ama aliupuuzia huu mchezo, ndio maana akaanza na kikosi ambacho alianza nacho licha kwamba aliona quality kubwa ya Singida kwenye mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Mimi nikwambie, narudia tena, quality ya Singida kwa Simba na Yanga hakuna. Sema tu tunajaribu kuipozesha kwa ajili ya ukubwa labda wa Simba na Yanga, lakini quality ya Singida ni kubwa mno. Wamesajili watu ambao ni watu kweli kweli. Kila kumsikiliza Gine wapi na kuangalia ni watu kweli kweli. Sasa leo sisi tumesajili wachezaji kweli wadogo ambao wanahitaji muda. Kama wanahitaji muda basi wajitume, sio wana energy kubwa. Lakini tunaona kama hawana energy, hawajitumi, mwisho siku tunakuja kupoteza pambano. Kwa hiyo kwa ujumla siku ya leo tumepoteza kombe la pili. Na hili kombe la pili tumepoteza kwa sababu wachezaji hawajitumi. Hapo mtu anakuja kudanganya eti wachezaji wamechoka. Wachezaji wamechoka nini? Wewe uamini kwenye kuchoka? Kuchoka nini? Mtu ana miaka 23 achokeje? Kutolewa masaa 72 kwamba hata kama umechoka, hata kama lazima mpira ucheze. Lakini watu wanasingizia wamechoka. Eti ndio kusingizia hicho. Mimi niliona mechi ya juzi eti wachezaji wetu walitumika sana. Ulaya kuna mashindano karibu 6. Na yote watu wanacheza. Leo na mashindano mawili tunasema umechoka. Masaa 72 ushapumzika kwa nini usicheze mpira?
Kijana na miaka 23 24.